السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ndugu zangu Waislamu na wale wapenzi wa chaneli ya Imam Muhammad Malina, leo nakuletea mada inasema sura hii ni kinga ya shari zote, shari ya aina yoyote, ya mchana kutwa na usiku kucha. Ni sura ambayo ni muhimu kabisa Uislamu tuitumie, na utakapokuwa unaisoma sura hii uwe na yakini na uhakika kwamba, yakini bimaana uhakika kwamba Allah kisha ni hifadhi kwa kutukufa maneno yake kama alivyomhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alihifadhiwa kwa kusema maneno, sio kwa kujikinga na vitu. Amna, alijikinga kwa maneno, kwa kusema. Sasa wewe Muislamu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundishwa kusema, na Jibril kayatoa maneno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaenda akamtamkisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu akayarudia maneno hayo, yakamfungua uchawi na yakawa kinga, na yeye kwake na yeye mwenyewe akayatumia kama kinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliishi maisha hayo. Kwa nini sisi hatuwezi kufanya hivyo? Kwa nini Uislamu unaishi kwa kufunga kitu sehemu kwamba ndicho kinakulinda, unaacha maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa leo nakufundisha sura hii, uizingatie sana, na ukifuatilia utaona mwenyewe. Tutakwenda kwa tafsiri, tutaisoma sura yenyewe, alafu tutasoma tafsiri neno kwa neno. Wallahi utashangaa, utaona kumbe sura hii nitakiwa niisome haya maneno niwe na yakini nayo, na yanapita kwenye moyo wangu kwamba Allah ndio yuko hivyo. Sasa ukishasoma kwa nia hiyo, wallahi lazima jambo litakuwa, kinga yako itakuwa ni ya kudumu, na ni nia yako tutakayoweka. Ukiweka nia, mimi nishasoma hivi, mtadhurika tu akikufanyia ubaya. Ukitia nia hiyo kwamba jini akisogelea mwili wangu aungue kabla hajaugusa, itakuwa hivyo hivyo jinsi Allah atakavyomueleza. Kwa ndugu zangu, sura yenyewe ni suratul Falaq. Suratul Falaq ni sura imezoeleka sana, ni katika muawidhatain, ni katika dua katika sura mbili za kutakia ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Falaq yenyewe, wallahi lazim, suratul Falaq yenyewe ukaisoma lillah, hii inaweza kumaliza kila tatizo la siku hiyo mchana wake, na usiku pia ukaisoma kwa nia, basi inamaliza matatizo yote, kinga ya kudumu hiyo. Na kupeni faida Waislamu, zoeni kusema. Acheni, kuna vitu tumefungiwa eti mnavisoma eti hivi unaona vimewatosha kwa kinga, mnafanya vibaya, mnamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka aambiwe kama nakwenda kulala sasa, namwambia anihifadhi, naamka sasa namwambia Allah anihifadhi. Allah anapenda hivyo. Na kila ukitamka, ukisoma dua ya kinga, malaika tayari wamekujazia katika mzani. Yani malaika ukishamka wanaanza kuandika, wanasubiri tu utafanya nini. Lakini leo Uislamu eti tushafungiwa vitu kwenye mwili, eti kuna albadil kinga, eti kuna mambo ya ovyo kabisa ambayo utaona wale wenye albadil kinga ndio watu wanateseka, ndio wanahangaika mpaka leo. Allah tuongoze sana kupitia channel hii, iwe sababu ya kutuingiza peponi mimi pamoja na ninyi. Surati yenyewe, suratul Falaq, inasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Maneno haya ni maneno muhimu, maneno mazito kweli, ukiyasoma yanapita kwenye moyo wako. Anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Maana yake sasa twende aya kwa aya. Qul, sema Muhammad, a'udhu birabbil falaq, najikinga kwa Mola wa mapambazuko, bimaana Mola wa asubuhi, Mola wa kumekucha. Yani kwa sababu kumekucha sasa, aliyofunua huo usiku kawa mchana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aliofunua usiku kawa mchana ni Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana mchana ni wa kwake, ndio kaufunua usiku. Sasa unajikinga kwa Mola wa mapambazuko, Mola mlezi. Allah ndiye anatulea sisi. Kwa hiyo unaposema maneno haya inapita kwenye moyo, kul a'udhu birabbil falaq, sema
najikinga kwa Mola wa mapambazuko, min sharri ma khalaqa, kutokana na shari iliyoumbwa. Shari yoyote bimaana iliyopo siku hiyo, umejikinga kwa utukufu wa maneno haya. Min sharri ma khalaqa, kutokana na shari iliyoumbwa. Yani shari zipo, sawa, shari zipo. Sasa umejikinga na shari ya zote ambazo shari zote ambazo zipo, ambazo zingekukuta siku hiyo, wewe tayari umejikinga kwa Mola wa mapambazuko na umejikinga kutokana na shari ambazo zipo siku hiyo, siku nzima. Min sharri ma khalaqa, shari yoyote ya kurogwa, shari ya kugongwa gari, shari ya kuanguka, shari ya kuteleza, siju kavunja mguu, siju kavunja mkono, siju kafanya hivi, shari zote umejikinga nazo za siku hiyo. Min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab, na shari ya usiku unapoingia, usiku unapofunika. Jamani, usiku una mambo mengi sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katutadharisha na usiku huu, kaimiza watoto walazwe mapema, watoto wasomewe dua, walazwe mapema. Usiku ndio mashetani wanatembea, mashetani wa kijini, wachawi. Usiku ndio Mtume sallallahu akatufundisha wafunike vyombo, yani vyombo vifunike, vyombo vya maji, vyombo vya chakula vifunikwe, kwamba usiku majini wanatembea, misukule hii watu wanachukua, wachawi wanachukua misukule na ndani inatembea usiku ima kutafuta chakula na kadhalika. Kwa hiyo usiku umejikinga tayari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na kutokana na shari ya usiku unapoingia. Jamani, usiku na mambo mengi, tujikinge kwa Allah. Utaona mambo mengi mabaya yanafanyika usiku. Utaona majambazi wameingia usiku. Utaona vibaka wanafanya kazi sana usiku. Utaona wachawi wanafanya kazi usiku. Utaona usiku ndio watu wengi sana wanakufa usiku. Unaweza kwenda hospitali ukakuta mtu yuko wagonjwa kwa vitandani wazima. Asubuhi ukienda ambia huyu alikuwa hapa amekufa, huyu alikuwa hapa amekufa. Akufa mchana kaja kufa usiku. Usiku una mambo mengi. Utaona hata wanawake wenye kujifungua wanajifungua usiku. Wengi unakuta alijifungua na alikufa anajifungua. Unaona ilikuwa ni usiku. Wengi wanajifungua mchana, wanajifungua salama zaidi kuliko usiku. Usiku una shari nyingi. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, jikinge na kwa Allah kutokana na shari ya usiku unapoingia, usiku unapofunika. Useme na yanapita kwenye moyo wako. Jamani, semeni, acheni kutegemea vitu. Wewe kila ukisema unaongeza kwenye mzani. Yani waislamu sisi bana. Kwa hiyo Mungu Allah anapenda tu umwambie. Kwa hiyo unajikinga na usiku una shari nyingi. Utaona nyoka wanatembea usiku, utaona nge usiku ndio wanauma, utaona vitu vibaya vyote, vitu vyenye madhara ni usiku. Kwa hiyo unajikinga kwa Allah kutokana na shari inayo shari ya usiku unapofunika. Wengi watu wako wanakufa usiku, wala sio siri. Watu wengi wanakufa usiku. Watu wengi wagonjwa, unaona usiku ndio wanaugua sana. Yani mtu usiku ndio mgonjwa sana. Kwa nini usiku ndio watu wao wanauma sana? Tujikinge na usiku, na shari ya usiku. Wa min sharri nafathati fil uqad, nasema na shari ya wachawi ya wanaopulizia mafundoni, bimaana wachawi. Nafathati, dhamiru ya hapa nafathati, dhamiru yake kwamba hao ni wanawake, ni wachawi wanawake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameisema hivyo kwamba nafathati, uchawi wenyewe ni nafith. Sasa uchawi ni nafith, lakini hapa anasema nafathati, bimaana hii ni dhamiri inakuja kwa wanawake. Wanawake wengi ndio wachawi. Na ukirogwa na mwanamke mchawi bana, uchawi wake ni imara kweli kuliko uchawi mwanaume. Na mwanamke sio mwoga kama mwanaume kwenye uchawi. Kwenye uchawi wanaume ni waoga sana. Si unafanya kazi ya rukia, ukasomea mtu dua ambaye amerogwa na mwanamke, kidogo ngumu inakuwepo, lakini mwanaume, mtu karogwa na mwanaume rahisi kweli, waoga kweli. Mkisoma dua unaona ametoa dawa zake mara moja, mgonjwa amekaa sawa. Kwa hiyo hapa wamesema wanawake. Jamani, wanawake ni tatizo kubwa hawa. Ndio maana katika vitabu vya wenzetu wamesema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Yani mchawi mwanamke itakiwa uawe. Katika Taurati kule kwamba usimwache mwanamke mchawi kuishi. Maana mchawi mwanamke itakiwa uawe. Kwanza ndiye anazaa wachawi, ndiye anazaa watoto. Ni rahisi yeye kuwapa wachawi kuliko baba kuwapa wanae uchawi inachukua muda, lakini mama ni rahisi tu. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa unajikinga
wa min sharri nafathati fil uqad. Unasema hilo neno linapita kwenye moyo wako, umejikinga na shari ya mchana ya wachawi na mpaka na usiku pia ukasema umejikinga na shari ya wachawi usiku, hawatokudhuru kamwe. Wa min sharri hasidin idha hasada, na kutokana na shari ya hasidi anapohusudu. Hasadi mnanishazungumza mambo masomo la hasadi. Hasadi ziko ndani, watu wanahusudiana na husuda anakuhusudu hata mtu wa karibu na wewe, anakuhusudu hata mtu ambaye ni ndugu yako tumbo moja anaweza kukuhusudu. Labda kidogo baba mama hawana husuda. Ukiona baba nilifundisha hiyo, lakini watu wengi kwenye comments wameandikia kwamba kuna wazazi wengine waovyo hivi na hivi. Ndio, wapo wazazi ambao ni wachawi tu. Ukiona amekusumbua anataka iwe mchawi kama yeye tu, wala ana lolote, wanataka kukubali kazi yao. Ukiona mtu anasumbuliwa na wazazi kwenye ushirikina, hawa wanamtaka awe mchawi, wala hawana kingine. Ni hicho tu. Ukikataa uchawi wao kweli watakusumbua. Tuona kuna baadhi ya vijana hawana nguvu za kiume. Haya yapo, lakini ni wazazi, mzazi hawezi kukuhusudu wewe kupata. Amna. Hawezi kukuhusudu wewe kupata. Akikuhusudu kupata, wewe mzazi ni mchawi. Otherwise mmeshatibuana, mmeshaitilafiana baadhi ya vitu, mzee amekasirika, kwa hiyo anakuwa anakuombea mabaya tu. Kwa hiyo kile ukipata yananungunika, labda hiyo. Lakini kama mzazi uko sawa, unamtunza, ametoka vizuri, na mzazi mzazi hawezi kuhusudu mwanae. Lakini ndugu, kaka, siji dada nini, hao hasadi zipo. Hataki upate, hataki watoto wako wasome. Ndio tunaona watu wamesaidiana sana kwenye michango ya harusi na kadhalika. Lakini michango ya watu kusoma, unaona mtu anayeyusha. Kila ukimwambia msaidie mwanangu huyu, unaona mtu anayeyusha. Kwa hiyo hasadi zipo ndani, na Mtume sana akatufundisha hasadi zipo, na hakuna kinga ya kujinasua na hasadi isipokuwa ni suratul Falaq. Tuitumie suratul Falaq kujikinga na shari ya mchana na shari ya usiku, lakini kwa kusoma. Lakini pia ni nia yako sasa utaiweka juu. Unaweza ukatia kusoma suratul Falaq kwa nia, ukamwambia Allah atakayenifanyia ubaya awe ni hasidi, awe ni mchawi, uasidi umrudie mwenyewe, uchawi umrudie mwenyewe. Wewe ukimaliza kusoma suratul Falaq na ukasema hivyo, wallahi itakuwa hivyo ambavyo ulivyosema. Na akikuokota mtu uchawi, lazima shari itamrudia, na mara nyingi wanakufa. Yani lazima atapigwa shoti huyo, ima atapelekwa hospitali, lakini hawezi kupona. Kwa mtu ambaye amesoma suratul Falaq na ikapita kwenye moyo wake, akawa na ikhlas, akafanya kwa ikhlas na akawa na yakini kwamba tayari nimejikinga kwa Mola mapambazuko, Mola ambaye ndio mwenye kumiliki shari zote, Mola ambaye ndio mwenye kumiliki usiku unapoingia, Mola ambaye ndio mwenye kumiliki asubuhi na mchana unapotoka, yani mapambazuko, mwenye kumiliki kila kitu ambacho kipo hapa duniani. Kwa hiyo ukijitegemea, ukijikinga, ukisoma sura hii kwa nia tu, wallahi lazima sehemu yote ingia, wala usiwe na mashaka. Usiwe na mashaka. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuingize kwenye nyoyo, na atuingizie katika matendo. Maneno haya tuyatumie na iwe faida kwetu sisi na wale wote ambao watakayo itumia suratul Falaq, lakini kwa kujua maana yake ni nini, itakuwa ni aula zaidi kuliko watu wengi wanasoma tu hawajui maana yake nini. Sasa nimefundisha leo, elewa hivyo, madhara yapo, lakini utajikinga kwa kutamka maneno haya. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kujikinga kwa utukufu wa maneno yake. Wa ma'alaina ila al-balaghul mubin. Na kuombeni msubscribe channel yetu hii. Comments zenu pia tunazitaja, lakini pia na kushare katika magrupu mengine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.